Aliondoka Jumamosi. Hajaaga, alichukua basikeli yake akaondoka kwa muda saa 11. Baada hapo hajarudi na hamna shida ile pekee. Alikuwa anatoka kwenye mkutano. Alipokuja watoto wa shule walikuwa wametoka shuleni. Akawaambia toeni nguo mle. Watoto wakawa wanajizungusha. Wakatoka nje watoto, akamwambia yule watoto walikuwa wako wawili. Akamwambia yule mwenzake, yule mwingine akaambia wewe nenda nyumbani. Huyo akaambiwaje, chukua basikeli ukachote. Mtoto akasema naumwa na kifua, siwezi basikeli. Aliposema siwezi basikeli akaanza kumtukana. Mimi nikamwambiaje, yule mtoto alikuwa anamfuata yule mwenzake. Nikamwambia wewe rudi, msiende huko, mkaenda huko mtaanza kwenda kuchukua miwa za watu. Akaanza sasa hapo akaanza kugombana na kutukana. Akachukua basikeli yake akaondoka. Alikuwa anamgombeza mtoto, alikuwa kama amekasirika. Alikasirika mtoto kwa sababu alimwambia naumwa na kifua, siwezi basikeli, mimi nakohoa. Hajasema kitu. Yeye alipochukia, alipoanza tu kugomba pale nje kwa mtoto, mimi nikaingia ndani. Nilipoingia ndani, mimi nikanyamaza zangu pale sebleni. Yes, yuko huko nje. Akachukua basikeli yake mahali hata alikoelekea mimi sijamwangalia. Baadaye nilipotoka nikamuita Ray, uko wapi? Akasema niko hapa korongoni naokota barara ya kuni. Nikamwambia njoo. Mtoto aliporudi akaanza kukoka moto, akapika ugali. Akasema hivi viatu vya nani? Akasema hii basikeli ni ya nani? Nikamwambia ya baba Samuel. Na hivi viatu nikamwambia ya kwake. Akasema, nikamwambia yuko wapi yeye? Akasema amepatikana kule kwa baba Watia, amejinyonga, amepelekwa mochari. Asante. Kwa jina ni Samuel Gabriel. Baba kweli kwa siku alitoka kwenye mkutano jioni. Kutoka kwenye mkutano ila mimi sijaonana naye kwa macho. Nilimwona tu kwa mbali. Akawa amefika nyumbani. Akachukua basikeli yake, mimi nikajua anaenda shambani. Sasa kwa jioni watu wakaelekea shambani kuangalia, hawakumuona. Baada ya hapo tukarudi, ndo alipoonekana kule hajaonekana, karudi nyumbani. Siku ya pili tukapata taarifa kutoka huko kwa baba Watia kwamba amejinyonga. Mimi naitwa Alfayo Daudi Mole. Huyu bwana ni jirani yangu. Kwa tunashirikiana bila katika tatizo hili, hajawahi kusemaga ana shida gani. Hata na sisi tulisikitika tukiambiwa kwamba ameenda kujinyonga, maana tulipata asubuhi taarifa hii. Lakini kwa siku zingine tunapotembeleana hajawahi kusema tatizo la nyumbani kwake au kero na mtu yoyote. Kwa kweli hatujawahi kushirikiana aseme tatizo, maana tungekuwa tunashauriana tu kawaida katika maisha haya. Mimi nachowaza wenzangu kwamba hata chochote kitakachokukera usichukue maamuzi magumu, maana Tanzania ni kubwa. Ukishaona maisha yanakukera unaweza kuanzisha maisha sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi ndo nawashauri vijana waliokuwepo na wazee pia wasichukue maamuzi kama haya. Naitwa Peter Langdare, mwenyekiti wa kijiji cha Kirusisi. Kwa taarifa ambayo imetokea hapa kijijini juzi kuamkia jana, amekutwa kwenye mazingira magumu ambayo amejinyonga katika barabara ya kuelekea Vibao Vitatu. Ametoka nyumbani kwake mnamo saa 11 jioni. Nafikiri kulikuwa kuna msugano na familia yake. Lakini siamini, yani alipotoka tu yeye alifanya kama kuaga kwamba naelekea Vibao Vitatu. Maana mtu ambaye amempa taarifa ni nafikiri ni jamaa mmoja ambaye anahisi kama mjomba. Akamwambia mimi natoka. Na alikuwa anaelekea Vibao Vitatu kwa taarifa ambazo nimezipata. Maana saa 2 saa 3 jamaa wawili ambao ni sehemu ya familia walikuja nyumbani kwangu kama mwenyekiti wa kijiji na kuniambia ndugu yetu mmoja ameondoka katika mazingira ya kutatanisha. Maana ametoka jioni, ametoka na basikeli. Alivyo nikawauliza kwani kuna nini? Wakasema ameondoka tu. Amesema mimi naondoka, natoka kidogo naondoka. Sasa baadaye asubuhi napata taarifa kwamba yule bwana amejinyonga. Kwa hiyo kiukweli baada ya kupata taarifa hiyo na mimi nilienda paka eneo la tukio
Nilichelewa kidogo. Nilipochelewa nikakuta ameshachukuliwa, mwili umechukuliwa mpelekwa mochwari Magugu. Mimi wito wangu kwa wananchi pale wanapokutana na changamoto nzito, aidha kwa upande wa familia, kiukweli watafute mbinu mbadala, badala ya kuchukua maamuzi ya kuja kunyonga, ni bora waende hata kwa viongozi wa serikali kulalamika, ama kwa mabalozi, ama waende kwa watumishi wetu wa Mungu kama ni muumini wa kanisa ama msikiti, ili wakatatue changamoto kuliko kuchukua maamuzi magumu namna hiyo. Naitwa Jumanne Mustafa Matangira. Hili tukio limetokea usiku wa kuamkia jana. Mimi nilipigiwa simu majira ya saa 1 jana asubuhi na mwekezaji Bwana Raji kwamba kuna bwana amekuwa amenyonga kwenye mti kwenye eneo lake karibu kuelekea kwenda Kiu. Ameacha na basikeli yake hapo chini akapanda juu ya mti akajinyonga. Huyu amekuta na bwana mmoja ambaye ni jamaa mmoja wa bajaji. Ndio. Huwa anakuja kutoa maziwa pale kwa Rajisha. Wakampa taarifa Rajisha kuna mtu amejinyonga hapo kwenye mti. Wakaja kumwangalia wakanipa mimi taarifa. Wananchi wakaanza kupigia simu sehemu mbalimbali. Wanaweza kupiga simu sehemu za Kiu. Wakasema huyo mtu ni wa kwetu. Okay. Wakaja watoto wale marehemu mpaka pale. Wakasema bwana ni kweli huyu mzee jana ameondoka majira ya saa 1. Walikuwa na ugomvi na mtoto wake pamoja na mke wake. Yule mzee alipofika nyumbani kaanza kugombana na mtoto mdogo wa sekondari. Ambaye bwana hujakoka moto mpaka sasa hivi. Mama naye akarukia kwanza kumgombesha mzee. Hiyo ugomvi ulipoanza pale mzee akachukua basikeli akaondoka na basikeli yake kuja huko mama hivi. Alipofika njiani ndio kupanda kwenye mti na kuacha basikeli yake chini akajinyonga kwa nguo yake shati yake. Taarifa za awali ni walikuwa na ugomvi yeye na mtoto wake na mke wake. Na mke wake ndio. Ndipo sasa mzee alipochukia kuchukua basikeli akaondoka na basikeli yake mpaka eneo la Mama. Sasa nafikiri alikuwa na hasira ameelekea kutafakari ndio kufika mahali akaamua kuchukua shati yake akajinyonga kwenye mti akajinyonga.